Oya, wangapi wameangalia episodi hii hapa ya Profesa? Bwana, hebu assume, yani uko na mwanamke wako, halafu demu wako anakuambia tu wewe ni mchumba. Yani mwanaume unaambiwa kwamba wewe ni mchumba. Sasa hiki ni kitu ambacho pia kinaweza kufanania sana na maneno ambayo bibie Zoya amemwambia huyu mzee mchawi. Yani kiufupi mzee amekasirika mpaka kutoa yale macho yake ya kichawi, yale macho mekundu ambayo yanang'aa. Kwa mtu wa kawaida hapo angeogopa na kukimbia moja kwa moja. Lakini Zoya amemwambia kwamba amekuwa na macho mazuri kweli. Hivi ni dharau iliyoje? Yani ni dharau iliyoje? Sasa assume ni kitu gani ambacho yule mzee anakwenda kumfanyia Zoya. Lakini kwa jinsi ambavyo ulitazama ile scene inaonyesha kabisa kwamba Zoya anaogopeka sana. Yani kiufupi ni kwamba yule mzee ana wasiwasi, kwa sababu kwanza kabisa ni lazima uogope mwenyewe. Yani kiufupi wewe ni mchawi, halafu umeonyesha umbile lako la kichawi kwa mtu. Huyo mtu akuogope, anakuambia umependeza. Hivi utajisikiaje ungekuwa ni huyu mzee mchawi? Lazima uogope. Uwezi ukakurupuka tu kutoa nguvu zako kwamba unataka kumdhuru. Lazima utaacha kidogo kabisa umsome. Sasa hiki ndio kitu ambacho huyu mzee anataka kufanya kwa Zoya. Yani kiufupi ni kwamba Zoya hapo amejipalia kaa la moto. Sasa asipokuwa makini anakwenda kupoteza maisha yake, kwa sababu ile rizee lina nguvu za ajabu. Na mtu tu wa kuweza kumwangamiza huyu mzee ninaamini kwamba ni Profesa. Lakini sielewi ni kwa nini Profesa mpaka sasa hivi hachukui hatua yoyote na kuachia hawa madogo aweze kucheza na mizee michawi kama hii, yani magwiji. Sasa hiki ni kitu ambacho Zoya anatakiwa makini. Lakini ukijaribu kuangalia sehemu ambayo tunaelekea kabisa kwenye tamthilia hii hapa, inaashiria kwamba hapa tunaelekea mwishoni kabisa kumaliza tamthilia hii hapa ya Profesa. Lakini wote kwa pamoja na mapenzi wa shabiki wa tamthilia hii hapa ya Profesa, ni waombe tuweze kumwambia Profesa asimalize mapema hii, yani iende kama sio episode 1000 iende zaidi ya episode 2000 ndio iishi. Sasa pia tukio lingine ambalo pia limeweza kuwaacha watu wengi midomo wazi ni kwamba huyu dogo Panjwani kwa sasa anakwenda kupitia mambo ambayo kitaalamu wanayaita majuto, kutokana na kwamba huyu mzee alimpa kazi ya kwenda kumla ama kumkata ulimi bibie Martha. Lakini Panjwani alishindwa kufanya hivyo kutokana na kwamba Martha ni mpenzi wake. Sasa hakujua matokeo hapo baadaye ni kipi kitatokea. Lakini pia Profesa alimwambia kabisa huyu dogo kwamba Martha mtu pekee anayeweza kumsaidia ni mchungaji. Sasa tuachane na hapo, tutachambua hapo mbele kidogo. Hivi unafikiri kwamba Panjwani yuko radhi kuweza kumwacha Martha ateketee? Na tunafahamu huyu dogo kwenye mahusiano yake ama kwenye mapenzi yake hana msimamo thabiti kabisa. Sasa angalia, tayari ameshapata tishio la maisha, yani ametishiwa uhai na yule mzee mchawi. Sasa yeye pamoja na Martha moja kwa moja wanatakiwa waandamane wamfuate mchungaji, la si hivyo watakwenda kuyapoteza maisha yao wasipokuwa makini. Sasa hili ni kosa ambalo Martha analifanya. Yani kiufupi ni kwamba anavozidi kuambia watu kuhusiana na matatizo yake, badala ya kwenda kumwambia kaka yake mwenyewe, ni kwamba anazifanya taarifa zizidi kumfikia nani? Zizidi kumfikia yule mzee mchawi, mzee Sha. Hii hapa itasababisha aweze kupoteza maisha yake. Sasa hili kosa analolifanya anatakiwa kulirekebisha mapema sana. Yani kiufupi ni kwamba kabla hajapoteza muda amfuate kaka yake, amwambie ukweli. Sasa tuachane na hapa, tuje moja kwa moja kwa mchungaji. Maneno ya mchungaji kumwelekea Panjwani inamaanisha kabisa kwamba mchungaji anafahamu kwamba dada yake ni mchawi pamoja na Panjwani. Sasa haya ni maneno ambayo ameyazungumza. Sasa Panjwani akitumia akili ndogo hapo hataweza kugundua na kungamua mambo, lakini sisi ambao tumeyasikiliza tumegundua kabisa kwamba hapo mchungaji anafahamu hawa watu wawili wanakwenda kuteketea muda si mrefu. Lakini sasa tuachane na hapo. Unafikiri kwamba shangazi alikimbilia wapi? Na huyu mzee ni kwa nini anamtafuta shangazi? Dada yake. Na maanisha kwamba hafahamu dada yake alitoroka kivipi ama alitoroka kwa sababu gani. Hii inamaanisha nini? Yani sababu ambayo ilimfanya atoroke ni ipi? Kwamba ni yale maneno ambayo aliweza kuambiwa na Zoya ya kwamba alihusika kwa namna moja ama nyingine katika kuhakikisha anayapoteza maisha ya Jazira. Tutafahamu, tuendelee kuwa karibu kabisa na channel hii, nitawajuza muda si mrefu. Lakini pia ukimwangalia binti Hanifa, the way ambavyo ana act kwa sasa
kwa Mr. Pasali. Hiki ni kitu ambacho nimejivunia sana kwa Hanifa, kama ameamua kweli kumove on. Unajua mapenzi hayalazimishwi, kama mwanaume amekuchoka tu. Yani kiufupi ni kwamba usibembereze sana mahusiano kwa sababu wanaume ni wengi sana. Sasa huyu Mr. Pasali bwana ni maringo ndo yaliyomponza. Sasa angalia jinsi ambavyo alikuwa akiongea na Zoya. Inaonekana kabisa Zoya hana mpango wowote wa kuwa na mahusiano na Mr. Pasali, kwa sababu tunafahamu Hanifa na Zoya waliweka bato ya kwamba ni nani atampata Mr. Pasali. Lakini maneno ambayo Zoya amemwambia Mr. Pasali inaonekana kabisa hana mpango wa kuwa na mahusiano na Mr. Pasali. Unajua alimwambia nini? Alimuuliza, unafikiri kwamba mke wako alikuwa na makosa kukwambia kwamba wazazi wako ama wajomba zako na shangazi yako ni wachawi? Hapana. Sasa angalia haya maneno ambayo Mr. Pasali aliweza kuambiwa, na inasemekana kwamba Hanifa alivyomwambia haya maneno kwamba shangazi yake na mjomba wake ni wachawi, aliweza kufukuzwa moja kwa moja. Yani kifupi walioachana kwa sababu hiyo hapo. Lakini ukijaribu kuangalia the way ambavyo Zoya amemuuliza hayo maswali Mr. Pasali alionekana kuguna. Inaonekana kwamba Mr. Pasali anafahamu ukweli kwamba shangazi yake na mjomba wake ni wachawi. Sasa tuachane na hapo, tuje huko kwa Chite, mama mjamzito. Unajua bwana, katika maisha tunatakiwa tuwe tunajifunza kutokana na makosa ambayo tuliyafanya awali. Sasa bibie Chite hajafanya kabisa kitu kinachoitwa kujifunza baada ya makosa. Yani anachokifanya ni kufanya makosa baada ya kukosea. Sasa hiki ni kitu ambacho ni kibaya sana kwenye maisha. Angalia udem ambaye alikuwa ni mwanaume zamani na kugeuzwa kuwa mwanamke, sasa hivi ana ujauzito, na huo ujauzito ameupata kutokana na kiburi alichokuwa nacho, kutokana na kwamba alikutana na wale wahuni wakamtongoza, yani kwa roho safi kabisa. Sasa alichotakiwa kufanya ni kutumia maneno mazuri, lakini alitumia maneno ya ubabe kuwaonyeshia wale wanaume. Unafikiri angemfanyia nini? Hasa kitu kingine ni hiki hapa. Madhara ya kumchafua huyu dogo yamesababisha huyu dogo apeleke taarifa. Tunafahamu udogo ni mbea sana. Sasa amempelekea mke wake na JK taarifa ya kwamba huyu dogo Chite ana ujauzito tena wa JK. Sasa kitu kingine ambacho tulikuwa tunajiuliza ni kwamba huyu mama alisema kwamba hata mfuatilia JK kabisa kuhusiana na mahusiano yake, kutokana na kwamba yeye alivyodai ni kwamba anapata kila kitu kutoka kwa mume wake, anapata malezi yote kama mke kutoka kwa mume wake JK. Sasa hana haja ya kumfuatilia. Sasa ni kwa nini amemfuatilia kwa hili baada ya kusikia kwamba amepewa mimba na mume wake huyu dogo Chite? Sasa hajui kwamba huyu dogo ndo Chite mwenyewe, na hajui kwamba Chite hawezi kupata mimba akiwa na umbile la kiume. Lakini kwa sasa tunafahamu Chite alibadilishwa na kuwa mwanamke, lazima apate ujauzito. Sasa hiki ni kitu ambacho pia unafikiri profesa yuko sahihi kumpatia adhabu hii hapa Chite? Mimi nafikiri kwamba profesa yuko sahihi na alikuwa sahihi kabisa kutoa adhabu hii. Hapo mwanzoni sikujua maana halisi ya profesa kuweza kumbadilisha maumbile na kutomrudishia maumbile yake, lakini sasa nimegundua. Unajua huyu dogo alikula milioni 25 za mage. Sasa hiki ndo kitu ambacho kinamfaa, kwa sababu kwa maelezo yake mwenyewe alijichanganya. Alisema kwamba sio rahisi mwanaume kuweza kupata hizo hela nyingi hivyo. Yeye sio mwanamke. Basi profesa akaamua kumbadilisha na kuwa mwanamke ili aweze kuzipata pesa hizo kwa urahisi, kwa sababu aliamini kwamba mwanamke anaweza kudanga akazipata hizo hela. Sasa angalia maneno na mdomo mchafu wa huyu dogo unavomponza mwenyewe. Nikwambie tu kwamba hii hapa ni Ama Films, ni channel pendwa kabisa inayokuletea uchambuzi wa tamthilia mbalimbali hapa Tanzania, na hivi soon tunaanza kuingia na nje kabisa ya Tanzania.